tosha dhambi zangu. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba nisa. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba nisa. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Nguvu zake ndizo njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo. Kwake Yesu ndiye mwamba. Kwake Yesu mimi, haleluya, nasimama, ndiye mwamba. Imba kwake Yesu, mimi ninasimama, ndiye mwamba. Wengai wa bahari, wengai odhakero, wengai orogero, wengai onga yole mwega, onga yole mwega, tunda kwa balaria tondo mwega, tora kwenye heria tondo mwega, Enie matukoma, eni kwa baralia gai wakwa, kwa baralia gai wakwa, kwa baralia gai wakwa. Matukoma, eni haleluya, 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 haleluya. Eni matukoma, nani korogera gai wakwa, korogera gai wakwa. Eni korogera gai wakwa, eni matukoma, eni korogera gai wakwa, korogera gai wakwa, korogera gai wakwa. Eni matukoma, eni haleluya, haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Pigia Bwana wetu Yesu makofi, makofi ya juu. Inulia Bwana wetu Yesu makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya juu. Ngai wakwane monene, ngai wakwane monene, ngai wakwane monene, na ngai wakwane ngai wakwane monene, 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 na ngai wakwane. Ngai wakwane monene, ngai wakwane monene, ngai wakwane monene, na ngai wakwane ngai wakwane monene, ngai wakwane monene, monene, na ngai wakwane. Nego kena,
kugosha idalele amule maende mata kugosha idalele amule nego kena idalele amule koroya kwandera kena koroya kwega tuma koroya kwega igwa wega nitodo koroya kwandera mziki wa Yesu kwa raha zako cheza mziki wa Yesu Inua Yesu, inua. Chezea Yesu. Cheza mziki wa Yesu, cheza mziki wa Yesu. Telemka. Kila mtu twende chini. Telemka. Panda. Shangilia Bwana wetu Yesu ni mwema. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Juu ya kichwa, shika kichwa chako. Mabega, shika loketo. Magoti na miguu. Kichwa. Kama hivyo, kama umeshika kichwa chako, tingiza kiuno yako umchezee huyu Mungu, ni kwa sababu ametenda mema. Zunguka. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Haleluya. Kama umpenda Yesu, inua mikono. Shika kichwa chako. Mabega, loketo, magoti, miguu, kichwa, magoti, miguu, mabega, kichwa, miguu. Twende, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Oh, pale Kalvari yote amekwisha. Oh, pale Kalvari yote amekwisha. La Yesu akasema pale Kalvari. Oh, pale Kalvari. O Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Ona tukiimba na tukiomba, mapenzi yako yatimizwe. Wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. O Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Oh, things are already better. When the Lord is on the throne. Already better. So in Yesu ageza makaga. Oh, Yesu ageza makaga.
mega, maono ni mega. Inulia Mungu mikono, mwambie mambo ni sawa. Nikiwa na wewe mambo yote iko sawa. Mambo yote iko sawa. Mambo yote iko sawa. Mambo iko sawa kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie Mungu unastahili. Wewe ni Mungu mwema. Pigia Bwana wetu Yesu makofi ya juu. Mwambie ni asante, umetutenda mema. Wewe Mungu ni mwema. Wewe Mungu ni mwaminifu. Jina lako Bwana litukuzwe. Jina lako Mfalme linalofungua kinywa chako, mwambie Mungu ni asante. Asante, asante Bwana. Asante, wewe ni Mungu. A closed mouth is a closed destiny. Kwa hivyo fungua kinywa chako, mwambie Mungu ni asante. It will cost you nothing. Absolutely nothing. Kumwambia Mungu ni asante. We thank you Jesus. Asante Falme kwa neema zako, asante kwa kuwa kote. Asante Father Lord. Thank you for the glory. Kwa Mungu wangu. We thank you Jesus, King of glory. Asante Falme kwa neema zako. Asante kwa kutoa Bwana. We thank you Jesus. Kwa wema wako. We thank you Jesus Lord. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Twasema ni asante. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tuseme ni asante. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Oh, milele na milele. Amina. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Kwa hakika Bwana unaweza. Wow, tuchukue viketi vyetu tukalie adui zetu, ni kwa sababu hawana nguvu juu yetu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Wangapi wamechoka na kusifu? Salimia jirani yako mara tena. Mwambie naona unang'aa, utukufu wa Mungu. Amen, amen, amen. Praise the name of the Lord Jesus. Bwana pewe sifa. Tulikuwa kwa shuhuda.
Do we have any other testimony? Shuhudia Mungu na yeye atakushuhudia mbinguni. Karibu sana ndugu. And God will bless you. Bwana yetu asifiwe tena kanisa. Kwa majina anaitwa Joseph Gitau. Ni muda na kuna kitu moja nimegundua, watu wote ambao wametoa ushuhuda hapa ni miaka mingi sana wamekaa bila kwenda kanisa. Hiyo kitu nani amegundua? Ama ni mimi tu? Hakuna mtu amegundua? Mwenye amegundua mkono juu. Yeyote mwenye ametoa ushuhuda hapa amesema amekaa miaka mitatu, miaka mingi sana bila kwenda kanisa. Na mimi ni mmoja wao pia ambao amekaa sana bila kwenda kanisa. Nadhani ni ufunuo Mungu ameleta kupitia Apostle Ndura Waruinge. Nimemjua kupitia YouTube. Nimekuwa nikimfuatilia si kwa muda sana, lakini kwa yale ambayo amekuwa amefunza amenigusa katika moyo wangu. Ndio maana kwa siku ya leo nikasema wacha nihudhurie. Jana niliongea naye na simu, nina issue. Kuna kaka amesema kuwa alikuwa amekaa tu kwa nyumba kisha amani ikamtoka. Wengi wakashindwa amani inatoka aje mtu? Mwaweza nitazama kwa uso wenu mkasema nina amani kwa sababu kwa uso naweza kuwa na tabasamu sana, lakini moyoni mwangu sina amani. Kuna amani ambayo mwanadamu anatafuta, si kwa fedha, si kwa mavazi ama nini, lakini ukiwa na amani ya Mungu yote utapata. Na hiyo amani nikiwaambia watumishi wa Mungu sina. Waweza kuwa anatoka na mambo mengi sana. Mtu amenena jambo likakukwaza. Mie kwangu limetokana na familia yangu. Jambo linatoka. Kuna mchungaji pia alisema kuna mambo mengine hatupigani kwa nyama, tunapigana kwa kiroho. Tukitumia nyama ni kweli utafungwa kwa sababu kuna ile inafuatwa. Kama ni Kenya tunafuata constitution. Hiyo ndio tunafuata. Ukienda kinyume nayo utajikuta jela hata kama umeokoka aje. Ukipigana na nyama utajikuta jela hata kama umeokoka. So kwa kweli watumishi wa Mungu, amani imekosekana katika dunia. Ni njia nyingi amani inaweza kosekana. Na namuomba Mungu na nitakuwa nikihudhuria. Nitawaomba pastor ambao wako watumishi wa Mungu. Nitashare what I have in my heart. Ndiposa niweze kukombolewa katika kukosa ile amani katika moyo wangu na katika familia yangu, kwa sababu charity begins at home. Kama hauna amani na wazazi wako, hata huku nje ucheke aje na watu, upate pesa nyingi, biashara zienee aje, hautakuwa na amani kabisa. So ni agents zangu, tunakosa amani na wazazi wetu, ndugu zetu, tunachukiana kwa sababu ya mambo madogo madogo. Huwa nasikia about curses. Ni kweli zipo. Na ndiposa nitaomba mapasta kweli, nitakapopatiana ushuhuda wangu, nitakapoketi, nitawaomba sana muwe na muda na mimi, kwa sababu siku hizi tunasema walking dead. Watu wanatembea huko kwa njia lakini ni walking dead. Wewe unadhani mtu mko naye lakini he is or she walking dead. Kuna mambo mengine ambayo yanamuuma moyoni. Hamwezi, mtacheka, mtafanya nini, lakini ile amani imekosekana. Amani hamna. Na ni kweli siko mzuri sana kwa vitabu, lakini wanasema kupitia ushuhuda, ukitoa ushuhuda, kitabu cha Mungu kinasema, I think ni Luka hapo hivyo, kinasema ukinitolea ushuhuda nitakupigania. Na ukiniogopa mimi kunitolea ushuhuda, ama unikane, ama usikie ile you are shy of my word, hata Mungu pia atakutambua, atakukana hata yeye. So let us be proud. Tunaambiwa namuimbia Mungu wangu. Ndivyo wimbo ulikuwa unaenda, namuimbia Mungu wangu. So
mimi simwimbii Mungu wako, namwimbia wewe, unamwimbia Mungu wangu na mimi namwimbia. So you have to be proud of huyo Mungu wako, lazima ukue proud kwake, ndiposa atuokoe kwa mengi ambayo tunapitia. So nitawaomba mniombee, mapasta mtaniombea pia, ndiposa mambo ambayo yanatufunga familia zetu, tunakosana na wazazi nini, yakaweze kusafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Mtawaachia hapo na Mungu ambariki. Nimefurahi sana. It's my first time by the way. Karibu sana na Bwana akutende mema. Watoto wote tafadhali waje pamoja na Berita, waombewe na mchungaji Maina, waende kwa darasa. Watoto wote tafadhali kujeni, na kuona ndugu kuja tu. Watoto wanapokaribia mahali hapa. Habari ya leo kanisa. Kwa majina naitwa David Ndego. Nampenda Mungu. Imekuwa ni muda kuwa kwa kanisa, lakini napenda Mungu, hiyo najua. Na nimekuwa nikisikiza content ya Apostle YouTube pia, hivyo ndo nimempata. Tukaongea jana, akaniambia hata na nywele yangu nikuje, ana shida. Niko hapa na najua kama Apostle pia amekubali, hata Mungu ashakubali. Najua tuko wengi hapa, lakini wale wengi ndo wako nje na watakuja pia. Neno la Mungu linafika, na kama ni la ukweli na litafika. Leo nimekuja hapa mambo ya altar, kuongea na pastor, safari ianze. Najua inaenda mbali, na tupendane. Kulikuwa na wengine walikuwa wabaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Amewabadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amewatengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Na leo hii wanakili ukuu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Watoto njooni ili tupate mwingine bado amekawia kwenda kwa kanisa. Inaonekana leo ni ushuhuda wa wale watu wamekawia bila kwenda kanisa. Ndio maana wengine hawana neema ya kushuhudia Mungu. Watoto njooni. Kungelikuwa na Asha, kungekuwa kuzuri, sababu hao watoto wote wangekuwa hapa. Berita tafadhali. Wanapoombewa na mchungaji Maina ili waende kwa darasa. Mama, patia watoto sadaka wakubali kwenda kwa darasa. Na tuwe tunapatia watoto sadaka wanapoenda kwa darasa. Tukimaliza kuombea watoto, naomba Rufina akaribia tusalimie, tumemkabia. Na Bwana atambariki. God is good. Bwana sifiwe. I believe you're all children of God. Tusimame wote. Kama wewe unasikia uko mtoto wa Mungu, blessed are the peacemaker. Kwa sababu wataitwa nani? Watoto wa Mungu. Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwa nani? Na hii siri imefichwa wakubwa, lakini kafichuliwa watoto wadogo. Tuameni na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie mbinguni, tunasema asanti kwa wema na fadhili zako. Asanti kwa sababu ya kujitukuza. Asanti kwa sababu ya kutupenda hivi bure mpaka ukamtuma mwanao kwa Yesu Kristo aje kwetu. Asanti kwa sababu tunataka uinuke na si tuende chini. Utamalaki na vile ulivyokufa na si tukapata uhai. Kuna watoto wadogo wako mbele zako ambao Kristo hawa tunaomba misingi yao na mizizi yao
iishi na ikae katika nyumba lako, katika maisha yao yote, katika darasani kwao kote ambapo watakuwa. Wacha jina lako lijulikane kwa sababu ya watoto wadogo. Pia sisi wote tuko watoto wako, tubariki sote na utuongoze katika njia ya kweli. Katika jina safi Yesu Kristo tunaomba atakuamini. Siweze kubarikiwa. Asante. Tupigie watoto wetu makofi. Bwana wabariki. Lufina, karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Rufina Lipesa, nimeokoka na mpenda Kristo. Imekuwa muda kidogo nilikuwa nimepotea kidogo, lakini nilirudi last Sunday, so tutaendelea kuwa pamoja. Simbarikiwe. Niko sasa permanently stamina sasa. Haya, asanteni. Hata mtoto mpotevu aliporudi kwa baba yake alipokelewa. Naomba tu Pastor Alice kubali kupokelea mtoto mpotevu. Mpokee tu, at least asikie akiwa nyumbani ili asipotee tena. Bwana pewe sifa. Praise the Lord. Before niite wenye nataka kuita, sitaki kufungilia ushuhuda. Tafadhali. God bless you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Barnabas Tanui, nimeokoka. Hatujasikia. Okay. Naitwa Barnabas Chele Sheu, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Tumekutana pamoja nanyi kwa siku ya leo. Apostle ni rafiki yangu. Muda wa miaka 2 tumekuwa na yeye kule YouTube. Amenifunza na amenilea. Kuna mambo mengi imefichika kwa ulimwengu, wengi hawajajua. Lakini heri wale ambao wamefunuliwa hiyo siri, ndiposa wafunje haya madhabahu, kwa sababu ni nguso ambayo imekuswa kwa ulimwengu. Bwana asifiwe. Tulipokutana na Apostle kule kwa YouTube, yeye amenilea sana mpaka nimekomaa. Bwana asifiwe. Kweli mimi ni mkeni kwa macho yenu, lakini kuna watu 1, 2, 3 wakati walipofunuliwa ama walipofunguliwa kwa hayo madhabahu ya kule kwao, nimewajua kama ule ndugu. Nilikuwa hapa, kuna ndugu mwingine pale wakati alifunguliwa hapa. Sipendi sana kuongea. Mimi si mtu wa kuongea. Mimi ni mtu wa kutenda kwa maombi. Bwana asifiwe. So ndugu zangu, tuombe sana. Ijumaa iliyopita sikuweza kuja kwa sababu nilikuwa nataka nilete mchanga ya kwetu, kwa sababu shetani ametufunga sana kwa hayo madhabahu. Bwana asifiwe. Ukisoma katika kitabu kule wana wa Israeli, ukisoma katika ukisikia vile Gideoni alipoambiwa na Mungu haitengeze madhabahu yangu, halitoa saka so that he can break the hook of the elders. Bwana asifiwe. Si siri, si ati ni lazima uambiwe na mtumishi wa Mungu. Umesikia akisema Apostle ajai sema lete pesa ndio ufunje madhabahu. Wakati tu alipoongea kuhusu free muscle, hapo ndipo wengi walifunguliwa macho. Bwana asifiwe. Na samani nichukue muda kidogo tu. Unaona, wakati alipofungua kuhusu hiyo free muscle, wengi madhabahu yao imepomolewa. So wana wa Mungu, kucheni kwa Baba.
kwa Baba, mimi nawaambia nimeiona huyu Mungu kweli anatenda. Bwana asifiwe. Kuna kesi nilikuwa nafuatilia. Mimi ni mjasusi. Hivyo nimejisema hivyo na imetosha hivyo, mjue hivyo. Lakini kuna kitu nilikuwa nafuatilia mwaka 3 iliyopita. Lakini singeweza fanya. Lakini wakati nilipoji sacrifice kwa Mungu, nilipotoa saka kwa Mungu, Baba akafungua. Nikajua wakati apostle alipopomoa hiyo madhabahu ya ya Freemason. Haleluya. Sisi wana wa Mungu tutafute ya Mungu sasa. Tuchukue kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haya mali ni yetu. Mashetani walikuwa wametudanganya kwamba hii mali, nyinyi mko na mali, lakini hawana mali. Kuna ndugu wawili wameshuhudia. Kweli watu wengi wanatembea wakiwa mauti. Watu wengi wanatembea wakiwa marehemu. Sisi wa Kristo tumekuwa marehemu kwa roho. Ndugu mmoja ameshuhudia na akasema, utaweza ona ndugu yako hapo nje anapikwa, hako na njaa, haujampatia chakula. Hana mafasi, hujampatia mafasi. Yesu akasema, nilikuwa huji, nilikuwa hospitalini, kuja kunitembelea. Jirani yako saizi kuna njaa kwa hii nchi. Wangapi wako na chakula? Si ni wachache? Hawa wale watu wenye matajiri wanajiita matajiri, wako na pesa wanakataa. Bwana asifiwe. I'm sorry kusema neno moja. Wale ambaye wanasema chakula isikuje kwa nchi, hawa wako na pesa kwa mfuko. Kuna wala hawana chakula. Nashukuru Mungu mimi kwa sababu hii nchi ya Kenya najua kama mkono wangu. Kuna watu wanalala njaa. Kuna watu wanalala njaa. Bwana asifiwe. Wakristo tuokoke. Tukue kama kanisa hapo zamani. Kanisa hapo zamani ilikuwa natembelea wengine. Na alikuwa anaweza kuja kwako na kuambie, hawezi kuja na kuambia ulikula nini jana. Anaenda kwa duka, anafanya shopping na anakuletea. Bwana wabariki. Tusalimiwe na mchungaji. Umenyamaza siku mingi. Na usikubali kukaa huko nyuma kama wewe ni mchungaji. Usikubali kukaa huko nyuma tafadhali. Apart from Pastor Kokini, yako na ruhusa kukaa huko nyuma. Bwana asifiwe. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ni wave kwa upendo. Jina langu ni Reverend Deborah Susan. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Si kwa wema, ni kwa neema. Sawa sawa. Tuko pamoja. Asante Beatrice. Karibu sana. Although it was a surprise, menishika off guard. There was this man called Mephibosheth in the Bible. Before I got to Mephibosheth, I want to say about John 3:16. Hiyo tulisoma kwa Sunday school. Hakuna mtu ajui hiyo. Tuseme, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Hebu tuseme tena, nani hakuenda Sunday school, but it's unfortunate. Everybody knows John 3:16. For God so loved the world that he gave his son, that whoever believes in him shall not perish, shall have eternal life. Tumesikia hiyo verse so many times, okay? But wacha tu ni mention tu kidogo kwa sababu nimepewa hiyo mwanya. Nataka kutafsiri hii verse in another fashion. And by the way, I don't come on Wednesday na siheshimu what you do. I'm a student in Kenya University ya KAG for theology. So that's why I don't come between the week. Sawa sawa. Si hapo tuko pamoja.
So, for God so loved the world. That first John 3:16. I want to define it in this way. Hiyo ni covenant yetu na Mungu. Sawa sawa. In the Bible, there was a covenant between David and Jonathan. See, we know that story. And so, I will go, nitakata hiyo story, nitaenda where I have the point. So, many days after Jonathan had died, David akakumbuka ni kulikuwa na agano ya Jonathan and David. Okay? And he asked, is there somebody in the house of David that I can do him good? Say, do him good. Yeah. Nikule na modo tikareta nyumba ya Daudi igemweka wega. I don't know whether wewe umefika mahali kuna mtu anaweza kumbuka kukufanyia kitu mzuri ni kwa jambo mzuri mlio shikania. Sawa sawa. And this guy called Ziba who said there is somebody called Mephibosheth. Sawa sawa. But this Mephibosheth was staying somewhere called Rodeba. Can we say Rodeba? Now, my point is here. Kila moja wetu, we have a Rodeba. I don't know you are Rodeba. Si unajua Rodeba yako? Rodeba yako inaweza kuwa freezer. Rodeba yako inaweza kuwa issues za nyumbani. Rodeba yako inaweza kuwa kukosa kazi. Rodeba yako inaweza kuwa deni. Sawa sawa. Si unaelewa kenye unapitia. Okay? So, one day David said, I want to do good to this man. And this man was staying in Rodeba. And this man, alisema yeye, he's like a dog. Isn't it, Pastor? Unaona hiyo hali ya kujidharau. Sijui, my friend, umefika mahali. Ni wewe umejipeleka mahali pale umefika. Ama umepelekwa ni watu. Dikana ni kwenyarara wenyarara ite kanyo kanyarari dio kanyo kenyarara. Maudo migana. I'm talking about 3 things. Do you hate yourself? Do people hate you? Are you where you are because you fixed yourself? Are you where you are because people said about you? Okay? So, we have a man of God. We have apostle. He's a great man of God. If you know you are in a certain Rodeba this morning, you know which Rodeba you are, okay? God has sent somebody who wants to do good and remove you from that situation you are this morning. Praise God. Is that message clear? So David sent horses to go and pick that man. And as we read that Bible, sitaki kusoma Bible this time because I don't have that time. I was not given that time. He was picked and he ate on the same table with the king. Bwana asifiwe. I want to encourage you this morning. That situation you are in this morning, and because you are in this house of God, and because you are under this anointing of our apostle, very able and very present, you need to come before he closes the sermon, and you be prayed for the Rodeba you are, because this is the day that God has sent somebody to remove you out of the Rodeba you are. Sindio? Si kila mtu anajua where he is. See, you know whether you fixed yourself. See, you know whether somebody fixed you. There are those people who carry your money and they'll never bring back. And they'll never pick your phone. That is a Rodeba where you are, for example, and people fixed you. There are those people who don't want to work hard and they want to eat and they don't want to bother where to get that money. And then when they get these, whatever the situation they are in, it's such desperate situation. Okay? You have a case. You never did anything to anybody, but ulijipata kwa case, ulijipata kwa prison, and before the truth is known, you are out there suffering. Okay? You have left your marriage. Maybe it was not your will. You wanted the marriage so much, it did not work. Wewe ni mbaba, umeachwa ni bibi, hukutaka, but it happened. Okay? You are a child, you don't have a mother, you don't have a father, nobody cares about you. That is a Rodeba in a way. So, can we assess ourselves in which Rodeba we are? Because we are in different Rodeba. Even me, I have a Rodeba. I have a Rodeba. Everybody has a Rodeba. So, take yourself
if you are tired, kama umechoka ni hiyo situation huko, just come to the man of God and then he will pray for you and then he will do you good, because there is a covenant between God and man, that for God so loved the world that he gave his only son. So we have Mtushi as the only son of God, so that whoever believe in this man of God, and because believing in this man of God is believing in God, because he's the one we are sent to right now, okay? You are going to move your situation and God will bless you, and then you'll have another chance. God bless you so much. Mchungaji, makofi mazuri. Na Bwana akubariki sana mchungaji. Naomba nipeane nafasi moja, na tukisalimiwa na huyo mtu atatusalimia, tuchezewe wimbo mmoja, tuibiwe wimbo mmoja, and I think nitakupa tu stanzas 2, hiyo saa nyingine utamalizia. Kuna mama ako pale na ako na nguo ya blue, anje atusalimie na tupigie makofi anapokuja mahali hapa. Pigie makofi mpaka afike mahali hapa. Mama yangu, uwezo wa kukulipa sina. Hata wewe kuja uko na nguo ya blue, wewe nilikuwa naita. Muko na nguo za blue, ni vizuri, kujeni nyinyi wote. Tusalimu. Oh, God is good. All the time. And all the time. God is good. And that is his nature. Oh yes. I'm happy to be here. We are happy to see you. Mama yangu. Mamira kedikie kabibo. Uwezo wa kukulipa sina. Kwa tabu ulinionyesha. Naomba Mungu akupe baraka. Mama. This is my biological mother. Whenever you see Beatrice, ametoka kwa midhirimo ya huyu mama. Okay. Bwana asifiwe. Madhani agoshwa. Bwana asifiwe. Ngwari na gikuto niguo guhota kwaria. Kikuyu ni lugha ya taifa, umekubaliwa. Nyinyi honokete rucini rwega. Ameokoka dhuhuri ya leo. Nindrakena ni mwathani. Anafurahia sababu ya Bwana. Njukite gucera guku. Amekuja kutembea Kanairo. Ukiri na andu akwa. Kuna watu chake huko. Ndirokite ohiki. Alikuwa amekuja harusi na si yangu. Nyinyi genetio ni mwathani rucini. Amefurahishwa na Bwana. Todo wa kuhonokia. Kwa sababu ya kumwokoa na kumpa tumaini ya uhai. Anglican St. John's. Kwa Mwangi wa Iria no wira tu. Mungu ni mwema. Amen. 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 Tupigie mwimbaji wetu wa siku ya leo makofi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Praise Jesus. Amen. I'm Edwin Kimani. I'm a son of this house under the anointing of the man of God. I just became part na mwana katika hii nyumba, na nashukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa ajili ataweza kutubariki. Bwana asifiwe. Amen. Tukaweza kusimama kwa miguu yetu ili tukaweza kuimba wimbo na tukaweza kubarikiwa kwa pamoja. Tupige makofi. Tupige makofi. Okay, dadima renge kai. Otore kwenda, uingai wakwa. Na ninge kwako, giterie ngoro yakwa. Ukona hago ikana wafande inakia guthie na njira theru iria cio thingu na iria nongereru watwane guka gatweka ta hekaru wi thiini wakwa wirathimire andu aingi oke ndathima renge Ngai
otorio kwenda uingai wakwa na ningepapo githerie ngoro yakwa hindire ugoka ukona hagwikara okenda thime ndathima ringi ngai otorio kwenda uingai wakwa na ningepapo githerie ngoro yakwa hindire ugoka ukona hagwikara. Tumsaidie kwa makofi, pigia Yesu makofi, makofi tunapoendelea na kuimba. Hindire ugoka gatwika ta hekalu. Hallelujah. Yenda na ikara jore tone inya niondo ambara siandwa nyumba na rata ne kiugo gyaku kia mandiko matheru na korogama na njira iria ciothingu okenda thime na thima renge ngai otorio kwenda uingai wakwa na ninge papo githerie ngoro yakwa hindire ugoka ukona hagwikara okenda thime ndathima ringi ngai otorio kwenda uingai wakwa na ninge papo githerie ngoro yakwa hindire ugoka ukona hagwikara. Hallelujah. Okenda thime mwathani woka ukona handu guikara thiini wakwa. Hallelujah. It is a testimony na nikuga ati Ngai hindi iria oka akonaga handu ha guikara na akurathime kuringana na wendi wake. Mwathani agocwo. So at a times there is a time that utakuwa pale nje utapigwa sana, lakini mkiwa na Mungu hakuna wakati utaweza kutingika. Bwana asifiwe. Hilo ni ombi na kwa kweli Mungu ataweza kutufanya mambo makubwa. Bwana awabariki sana. Tusiketi chini tafadhali, tusikubali kukaa chini. Tumpigie makofi mazuri. Na kama wewe ni mwimbaji bado haujafungiliwa, unahitaji bahasha, chukua bahasha ukae nayo ili tukikuja kumalizia ibada usiwe na tatizo lolote, ukuwe na bahasha. Tushikanishe mikono yetu, tumpigie mtumishi wa Mungu makofi anapoingia kwenye madhabahu kutuhudumia, na Bwana awabariki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisalimie mwenzako tu, mwambie umesalimiwa. Mwambie welcome. Mwambie welcome kabisa kabisa. Mshike mkono tu mzuri, mwambie welcome, 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 welcome. Wonderful. Great to see you again. How many of you are blessed? Inua mkono wako kama umebarikiwa. Thank you. Jipigie makofi pili basi. Take your seat. Take your seat. Najua mmekaa sana. Testimonies, I've been watching you. Najua tunakuwa live. Nimekuwa nikiwaangalia, although nimekuwa mahali nilikimbia kidogo. I was going to preach on a national TV. Na nimeambiwa niwasalimie sana 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 because God loves you. There is this one girl. Ako wapi? Kuja. Thank you. Ian, yuko hapa. Umeongea na watu? Msalimie tu. Yeah? Did you find time? Thank you. Thank you. Kuja tu hapa. Mike, somebody with the mic. Where are you from? How are you here? Sorry. Uko hapa aje? Nimekuwa nikikuona kwa YouTube. Tunafuatilia na familia yetu. Hii wiki tukaleta mtoto hospitali Gertrude. Saa nikaongea na wewe ndo nikuje hospitali before nirudi Nakuru. Before when ulikuwa Gertrude? On Wednesday. Yeah. What's the problem with the kid? Mtoto sasa ako 10 months. Hajaketi.
hata ukimpea kitu haezi shika. Alizaliwa tu na shida, hakulia. Yes. And then akaanza conversions. Oh. Hey. So do you believe Jesus can do it? I Yes. know you have gone to hospital. Yes. The hospital is not making it. Yeah. Huh? Tumezuru. Do you believe in Jesus? Yes. Okay. Are you saved? Yeah. Thank you. Mshike tu hivyo. Kuja hapa. Sijui kama kanamjua. Libulia tena. Sasa si okay. Out. Mwache tu. Ulisema akaagi chini. Katana nako tu. Kakalisa chini vizuri tena. Yeah. In Jesus' name. Be healed. In Jesus' name. Be healed. Karugamio nawe nikio lake erorera. Kaiga haha. Weka yeye, wakuja hapa, weka yeye hapa. Yes. Anasema akaagi chini. Wacha tuone kama atakaa chini kana amewekwa maguo mingi. Sababu ya confession. Umewahi kuona kama kakikaa chini? Sasa nakaonaje? Kalete kashikilie na maguru. Kashikilie tu hivi. Shika patio. Twende. Thank you. Mupatie tu siku kadhaa asimame kwa sababu mishipa yake lazima isimame. She's okay now. Chukua mtoto. Amen. You needed just Jesus. Yes, and okay, chini. God bless you. Thank you. That is what Jesus can do. Bwana Yesu asifiwe sana. Due to public demand, there is a topic nitarejelea kidogo ambayo people from all over the world have been asking for it, na ndio nimejua kweli we have problem. And there is this thing ambayo inaitwa GMO. Wangapi wamesikia GMO? Please, 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 if you are prayerful, tuombe against GMO. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe against what? GMO is a seed that cannot reproduce. Did you get me? GMO is a seed that cannot produce. Is genetically modified. It has been genetically modified. Kama ni mahindi, hiyo mahindi ikipandwa, ukikula, wakikuletea kutoka ng'ambo, you cannot plant it. Meaning in another 10 years, we shall be depending with the Britain, America, Brazil to give us food. Because you will not have anything. You will not have a seed to plant. GMO is detrimental to our society. Utashiba leo, but that's the end of it. It is a genetically modified kind of food.
kind of seed. So avoid it as much as you can. They are destroying this generation. They are destroying your future. You will not be able to plant. Please to plant because you will not have seeds. You will be depending with Brazil. You will be depending with America. And hii kitu imeletwa na mtu anaitwa Bill Gates. Ndiye amehonga politicians wa Kenya wa accept. Because his agenda has always to genetically modify you. He was behind COVID. He was behind HIV. And they are still behind everything called a virus. Anything that is, kama ni computer virus, it was produced by him. Even in HIV, it is produced from there. It is a laboratory produced product. The same as food, by the name of GMO. Mukatae. Hata kileto na mama yako, baba yako, kwa sababu ni president, mukatae. It is about your future. This is not politics. It is no politics. It is about your future. It is about the future of this nation. It is about where we are headed to. Hata ikiletwa na Moses Kuria, mwambie in the name of Jesus, we want to produce. We want to do farming. Kenya is a fertile nation. All what we need is water for irrigation. We do our production. We hata ukienda Garissa, enda Turukana. Nilikuwa Turukana juzi. They wako na mashamba through irrigation. Wanatoa chakula mzuri sana. Nyandarua hapa boga zinaoza. Baka ng'ombe ukikuta ng'ombe inaangalia boga hivi, inasikia ikinuka, inawachana nayo. Why do you bring us GMO? Why do you give us GMO? Tanzania, there is a lot of food. Why can't we buy from Tanzania? There is a hidden agenda. And this hidden agenda, Kenya has always been used as a piggy what? Guinea pig. Kenya has always tumetumika mpaka juzi wakati there is a time I remember tukiwa Kibera, nilifukuza wazungu walikuwa wamekuja, wanasema wanachukua wanakulipa 100,000 kisha wanakuinduce na virus ya HIV, then they come with a vaccine to see whether it may stop. Here in Kibera it's happening, here in Majengo it's happening, and it is authorized and allowed by the government because there are people who are not interested with you. There are people who are working for their money. Theirs is about money. Theirs is about what they can get, not about the nation. Not about the future of this nation. Ndio naona magonjwa yameongezeka na tunaambiwa ni lifestyle. Ulibadilisha venye ulikuwa unakula. So diseases badala ziitwa venye zinafaa kuitwa zimeitwa lifestyle diseases. So you are dying because of lifestyle. It's acceptable now for you to die because lifestyle. It has changed. Let's fight for our nation. Defend your nation. Defend. Jesus said when he was confronted, maana ule mama ambaye alikuwa ni Msamaria, alikuwa mnangani. Ule mama alikuja akamwambia nipatie chakula, akamwambia si vizuri kuchukua generation. What are you doing for your future? Stand up against any illegality or injustice. This is not politics. Usiseme mimi ni wa UDA ama wewe ni wa whatever you want to call yourself. This is not politics, it's about your future. 10 years to come, hautakuwa na chakula ya kupanda because everything will require to be genetically modified. Hiyo maharagwe unapanda kwa sababu mbegu zote zitakuwa zimeisha, mmekula zote. It means you will not be able to plant. You will be waiting for America wakuletee dengo zile unakuza hapa. You will not be able to produce because it is not. The soil will refuse. There will be no seed for you to plant because what you have, it is only genetically modified. It is a laboratory product. Bwana Yesu asifiwe sana. That was for you. Hiyo sio mahubiri, ni kuambia tu, msiseme najua mnasemaga nyinyi wahubiri ya Mungu tuambia, afadhali mngetuambia tungejua. No, I'm telling you because I'm standing here at the pulpit kama mchungaji. I'm your spiritual father and I'm supposed to guide you and tell you this is right, this is wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what? Ule msichana aliniambia hata mtoto amepatiana kwa wapi? Huko, umepatiana mtoto? Wengine ananitisha hapa na vitisho. Huyo mama alikuja hapa tukamwombea Sunday na akaniomba, nikamwambia usijiue
Kwa sababu alikuwa anasema nataka kupatiana mtoto kwa Illuminati. Ako na watoto 3, anataka kupatiana mmoja. Nikamwambia usipatiane, kuja tu nitakusaidia. Nikampatumia tikiti ya kukuja, akakuja. Nikampatia pesa ya kukula. Sasa baada ya kumpatia pesa ya kukula, akanitisha pesa ya rent. Nikamwambia sasa ende utafute pesa ya rent hata wewe. Si nimekusaidia kukula? Si ndio? Nimekuja nimekuombea. Aliokoka, alikuwa hapa, alikuwa hapa padi hii. Aliokoka. Nikamwambia sasa kujaka kanisa tukuombee. Sasa leo asubuhi ameniandikia message, ameniambia ati acha nikusomee hiyo message mzee. Unajua mnasemaka nawekaka vitu zangu. Mimi msinisubue. Msinisubue. Endeni mpatiane watoto. Kwendeni kabisa. Ati ananitisha. Wewe koka. Ndio huyu. Aliniandikia sasa nilipomsaidia pesa ya nini ya kukula na kukaa kidogo, akaniambia apostle, sasa akaniandikia message jana asubuhi, apostle nisaidie na usichoke please. Nilifungiwa nyumba jana juu ya miezi 3, na lala nyumba vacant na watoto usiku. Nilipewa sapa na jirani, lakini mpaka sasa hii hawajapata kiamsha kinywa. Ili hali niko na mtoto mdogo, deni ni 7,500. But kuna foreman, unaona sasa ujanja? But kuna foreman ameniambia atanipea 4,500, job ikirudi niende nimlipe polepole. So I request it's a request not a command, nisaidie penye utaweza. Sasa huyu foreman amekuja na ametoa 4,000. Si upeleke kwa kiateka umwambie chukua hii 4,000 alafu tutafute ingine baadaye. Si at least si umepita nusu. Sasa mimi nikanyamaza hiyo, nikajua hii hapa kuna ukora. Sasa leo asubuhi ameniandikia, let me deal with my case. If it is all about sacrificing my daughter, let me continue. In fact, ningekuwa nimemalizana na hiyo mambo kitambo, isipokuwa ni wewe. Nimemwambia endelea. This is a form of frustration. Mwingine hapa akakuja tukamwombea, akasema sijui alikuwa wapi hapa. Kukakaa kidogo, unajua hizi tunachukuaga, wahubiri wote siku hizi wanachukuaga hizi vitu. Na tunaona ukitoka hapa uende kwingine, utaonwa tu. Na ndio unaonaka wamama wengine hapa wanakuja kama unajifunika hapa ndio usijulikane, kwa sababu ulikuwa kwa pastor mwingine jana. Sasa mwingine amekuja hapa, amekimbia. Ametoka hapa, tumemlipia nyumba, kila kitu tumemfanyia kila kitu. Akaenda kwa pastor mwingine hapa Kiabu. Ilikuwa live delivered on Thursday. Ndio huyo. Akapugurushwa. Akaulizwa na mhubiri. Huyo mhubiri nilimpenda sana. Akamwambia kuna mahali kwingine ulikuwa umeenda na ukadanganyana. Ati hapana sijaenda. Kuna mahali ulikuwa umeenda na umelipiwa nyumba. Hapana. Ati hata saa hizi nimetoka kwa kule room na nataka kulala kwa kufanya usharati, sijatoka kwangu maana nyumba imefungwa. Nabii akasimama akamwambia nyumba ililipwa. Na ukiendelea hivi utakufa. Si mimi nilisema, ni huyo nabii. Nilikuwa na watch kwa YouTube yake hiyo, hata niko nayo hapa. Sasa alikuwa ameenda kukoni hiyo pastor mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us stop this character. Tubadilike tu. Mungu akikusaidia atakusaidia. My brother here was suffering for quite a long time. Na alipo suffer alikuja tukaomba hapa na ameenda huko na amepata kazi. Immediately tulipoomba hapa jioni alipigiwa simu, si ndio? Na ukaambiwa ende kazi. Na hako kazi sasa ni mdosi. Hiki kimutu naona hapa ni kimdosi. Na wazazi wake walikuja hapa, and God has blessed us. Let us walk in these blessings of God. Do not want kutaka kufanya maneno unatisha. Mimi usinitishe. Mimi nimeona mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nimeenda jela 52 times. Huu ni kikigeuke jela. Surely. Nimepigwa risasi kwa mwili wangu mara 9, mara 12. Sasa niambie ni nini kingine hiyo utaniambia? Nimenyogwa mara 2, nimekataa kukufa. Sasa unanitisha tuende kupatia na mtoto. Na kuna watoto wengine tunaokota kwa barabara. Replacement inafanyika immediately. Hiyo acha vitisho. Enda fanya kazi, acha korofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise I'm happy for you. God bless you. Na Mungu awabariki sana.
Awabariki kwa sababu ya kukuja na kukubali kukaa chini niwafundishe. No, what I hate ni those kind of people who are looking for miracles. Do not be enticed by the miracles. Don't move from one church to another. Sit down and be taught the word of God. Sit down and be taught how to set yourself free. You don't need my prayer. You need only the word of God, and you will be set free. Know the truth, and the truth will set you free. You don't need a pastor to be in your life. You don't need a bishop to be in your life. You need only a man of God to be in your life to teach you the word of God so that you are free. That is all what you need from me. Only that. Hauhitaji mtu ati nikuwekelea mikono. No. Mikono inawekelea kwa hata na mtu akiokoka leo una uwezo wa kuwekelea mtu na apone. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauhitaji miracles. You need God. And God is found in his word. Katika neno, God is found there. That is all what we need. Wachana na mambo ya kutafutana na miracles. Miracles will not take you anywhere. Because it is not only men of God that can do miracles. Bwana Yesu asifiwe sana. Even the devils are doing miracles. Ukienda kwa muganga si analetaka mtu kwa kio. Ni nani amekusubua? Ni anti yako yeye. Muitishe. Unataka muitishe. Holoka la 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 la. Wangwana anataka 50. Hebu 50 wekelea hapo 50 hapa. Wangwana wanaitisha. Unaekelea 50,000. Wakiekelea 50,000 unapia ni huyu kwa kio. Is that not a miracle? Is that not a miracle? It's a miracle. Unaenda unaambiwa, unadescribewa. Naona nyumba hiyo iko hapo juu ya green, mabati ya green hapo juu kuna mama mfupi hapo ukipanda hivi kuna mama amekaa hivi Hiyo si miracle? Na ni kwa muganga. Anybody can do a miracle. All what you need is the word of God. Jesus never went for miracles. He went for the word. That is why he remained in the synagogue from the age of 12 years. Akafundishwa. Wakati alifundishwa, when the devil came into his life, he confronted the devil. Shetani anamwambia kumeandikwa. Na yeye anamwambia kumeandikwa. Yaani angemwambiaje kumeandikwa kama hajui? You need to stand. The word of God will set you free. The word of God will liberate you. That camera is a bit dark. Nilisema taa ile mweke taa. You need the word of God for you to be free. That is why you see myself, I walk freely. I move out. Some people are asking me, yani huogopagi, huogopi, hiyo maneno yote unaongea huogopi. Bado sijaongea, hiyo ni warm up nafanya. Sijaongea. Hiyo ni warm up. I will reveal everything that they are doing. There no stone will left unturned. I will. Na ikifika sana wakinisukuma sana, nitawaweka hivi niseme ni wewe ulikuwa mahali fulani. Wewe unafanyanga kitu fulani. Na niko na evidence. Hata wale wanaendaga pale Westland. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Westland wanaenda wanalala na kitu inaitwa mermaid. Alafu unapatiwa katawe na unapatiwa kamukeka. Wewe umeshapatiwa? Hata Beatrice ilikuwa imeitiwa kamukeka. Huyu wako hapa alikuwa ameambiwa toka kwa Waruinge tukuonyeshe pesa na macho. Uzione pesa na macho. Mbecha. Beba mkeka na beba katauro ukuje tukupeleke huko. Alafu mermaid. Unajua mermaid? Who knows a mermaid? Inalala na wewe. Inakupatia power. Ile pesa yote umekusanya hapa, unapeleka unawapatia. Wao wanakupatia zao. Hapa Westland. Si bali. Hiyo ka video kamerekodiwa, tumeenda na undercover cameras. Tutawaekea. Sasa utaona huyu ni fulani. Hiyo sasa sitaogopa. Hapana, na sitaongea, nimujione. We must set our country free. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to preach Christ. Kama tulikuwa tuokoke tufanye ukora, afadhali nirudi kwa Mungike tu. Kwa sababu tulikuwa tunafanya ukora. Tukitaka pesa tunakuja tunakwambia wekelea hapa. Ama tunakutumia ka message umeongea maneno baya, unatutumia pesa. We were happy. We are happily there. Tulikuwa tunakula vizuri. One day nilikuwa natumiwa to that kama 20. Hiyo ni 600,000 one day. So if there I was comfortable, I was driving a nice car. I was living in a nice house. Why will I come to waste time here lying to you instead of just nikae huko? Sinibadali nikae huko. No, here I'm coming to teach about the word of God. I have come to just tell you that there is God in heaven. Because this God has saved me. This God has liberated me. I was not a good man. I was a bad man.
I was not anything that you want to be associated with. But this God came to me despite the fact there were so many people who were against me or who were using me for their purposes, for their agenda. I was reading in the book of Acts 16 and I discover there is this woman ambaye alikuwa nafuata kina Paulo na Sila ambaye alikuwa na demons. She was demon possessed. She was a diviner. And sometimes wakati mwingine Paulo na Sila wakakasirika wakaambia huyu mama, you demon, get out. Demon ikatoka. The first people, see mama react. The owners of the demon reacted. So mimi nachokosa the owners of the demon. Nataka wa react. Nataka kamoja tu kanizungumzie. Kaseme, kakuja kaniambia unaongea mambo gani? Sasa niwaweke bayana. Wamenyamaza. Juzi walikuwa kwa mkutano Friday. Wameenda kudiscuss tuwe kati ya dola. Tumunyamazishe na pesa. Ni pesa gani utanipatia mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni pesa gani utakanipatia? Hakuna pesa sijaiona, hakuna kitu sijaigusa. So there is nothing. I have to speak the truth. Sema, I'm going to speak the truth. So for us to be able to speak the truth, we must know the word. Because every word you speak must be grounded in the name of Jesus. Must be grounded in this Bible you have. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a kind of people I want in this church. People who are ready to be taught the word. People who are ready to know. Nikufundishe madhabahu. Hii madhabahu inakuanga aje. Hii madhabahu ilikuingia aje. Hii madhabahu ilikuwa aje. Juzi mliona tukivunja vibuyu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mliona tukivunja vibuyu? Sasa kuna mtu aliniambia, ukiona umevunja vibuyu, ogojea utakufa. Sasa nikashidwa. Nikakumbuka kawimbo kingine nilikuwa nikiiba. Nikiwa kwa James Maina Nganga, niko chini ya mwamba juu yangu, Yesu nifiche. Mwambia, niko chini ya Yesu nifiche. Kama niko chini ya mwamba huka, nani anaweza kunitisha? Nani? Yesu alikufa, akaenda kule kuzimu, akabomoa ufalme wote wa kule kuzimu, akarudi kule juu, akaenda kututengenezea mahali. I am powered by Jesus. So if you think you can be powered to come and power me, you cannot be able to power me. I will power you. Mwambie mwenzako, I'm going to power you. Hallelujah. This topic I want to repeat it, but I will repeat it in a different dimension. How altars work. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my friend, huko simama tu salimia wale watu. This guy used to work in a bank. Ni kweli? Petroleum company as a manager. But this man was reduced kukaa pale Waruinge kwa soko, analala hapo kwa soko akiwa kama chokora. From being a manager was reduced, akakaa kwa soko kama hii, anakaa huko anachokota chakula na madizi na makoni ya madizi anakula. With this man, I found him there with his brother there. People, these are two brothers. Simama tu juu wakuone. These are two brothers that were sold kwa mikono ya shetani, na wakatumika na wakanyaganio, wakaharaganio, wakapelekwa kwa muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Now look at them, they are good people. This guy is going to be a manager here. This guy. Na yule mjamaa watashirikiana na watu wa keyboard. Nataka kutengeneza the best. Now concentration yako yote imeingia kwa praise and worship. Next time you find the best praise and worship around here. Na kama unatutazama, you are a praiser and a worshipper. Yani unajua kucheza keyboard, unajua kucheza drum, ukuje. Nataka watu wengi zaidi hapa. We want to build a huge team. Bwana asifiwe sana. And you will help us. Stand up. Simama. Wewe. You will help us in that. Yes. That is how God works, and that is how God will work with us. Therefore, how altars work? What is an altar? We have two types of altars. We have satanic altar that is powered by one major altar. A satanic altar that is powered by one major what? Altar. And that is the most dangerous altar that you can have. An altar is what? An altar is a place where commands, spiritual commands are commanded from. Where we have interaction with spiritual being.
where we have conversations made, spiritual conversations. That is what we call an altar. Where there is negotiations, discussions, propagations, and everything. That is where that's what we call an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. The altar, let me start from what is an altar. It is a place where the spirit realm makes contact to the physical realm. It is a place where spirit realm makes contact with the physical realm. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a place of worship. It doesn't matter whether you are worshiping God or you are worshiping the devil. As long as it's a place where spirits get contact, they interact with the physical. That is the place we call an altar. There's another meaning. An altar is a platform for authorization of laws, LAWS. An altar is a platform for authorization of laws and the spirit to function on the earth. Where authorizations are made to function on earth. It is law, where sheria zinatungika na zinatengenezwa za kutawala na kumiliki na kutamalaki na kufanya mipango. Where authorizations are made. Pale wanasema tumuroge, turoge huyo na atakufa. Wale wanasema mulete kwa kioo alafu wanakata na kawembe na unasikia mtu anakufa. Unasikia basi ilikuwa na watu. Dereva tu akapagawa na ikaanguka na watu wote wakakufa. Alafu mkienda huko hakuna damu lakini watu wamekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is an authorization, a platform for authorization. Number 3 meaning of an altar. It is a platform where covenants are activated and maintained. It is a platform where covenants are activated and maintained. Maagano yanafanyika kwenye altar na yanashughulikiwa and they are maintained at the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Many are victims of altars. Most of you are all, including myself. I was a victim of an altar. Myself, I was a victim of an altar of the Mau Mau. I was a victim of an altar called witchcraft. That my great-grandfathers and the people who are there walikuwa waganga. Baba guka yangu alikuwa mzee wa Mau Mau, alipatiana viapo, alifanya vitu mingi. My own mother was a Mau Mau leader. She was a freedom fighter, and kuna vitu vingi walifanya viapo, walifanya kazi nyingi katika mazingira hayo. So whatever that she did happens to me. Whatever my grandfather did, it happened to me. Whatever your grandfather did, it will come to pass to you. Whatever your mother was, whatever you do now, right now, whatever you are doing, it will directly affect your children. So you must be very keen on whatever you're doing. You must be very keen on what you do, the kind of business you do, the kind of relationships that you have, the kind of moves that you make every single day, the kind of people you interact around with, the kind of places you go. They will affect directly or indirectly your children. One time, you will find your children doing what you did. Bwana Yesu asifiwe sana. Many of you are suffering because of things that were done by your own mother. Many of you are suffering because of things that were done by your own father. Maybe your mother did an abortion. When they did that abortion, you raised an altar, because when an abortion means blood coming out, something died. And that something that died, it was live, it was killed, it was murdered. Therefore, whatever that is planted in your soil, wherever you took it, it became an altar where demons will be operating from. I was speaking to my friend here, alikuwa ananiambia kuna rafiki yake alikuwa kazi yake ni kubeba vitoto hivyo vimetolewa hivyo vitoto vimekufa, ile mnatoaga hivyo. Kuna mtu anachukua anapeleka Eldoret, anapeleka Kitale, anapeleka Mombasa, anapeleka Uganda. Walikuwa anapeleka wapi? Kuja utuambie. I want you to understand this. Mpatie microphone.
Ukaa igoro wewe pastor. This is a huyu ni mchungaji. Na atatumika. Huyu ni ule mgaga. Mliona ile mgaga? Ndio huyu. Sasa huyu atatumika kwa ulimwengu kule. Mungu atamtumia kiajabu. This guy, he will prophesy to millions in the world. Sasa tuambie, kuna friend yako alikuwa ananiambia, ninamjua. He's also my friend. Lakini sikuwa unajua sasa mwenye alikuwa anapeana kazi si huwezi muona. Mwenye alikuwa anapatina kazi huwezi muona. Alafu kazi ilikuwa yeye anakupigia tu simu. Anakuambia gari iko pengine River Road. Na wewe tu ni kuenda unakuta gari imepakiwa. Na gari inaguruma, kifunguo iko ndani. Yaani unakuta gari imepakiwa, gari inaguruma, wewe ni kuingia kuikalia. Na kuna goggles unavaa. Unavaa goggles. Na hizo goggles ukitoa anakupigia simu. Anakuambia urudishe goggles. Haya. Wait a minute. Una gari unakuta inaguruma. Umepigiwa simu. Gari iko River Road, pale barabara ya Ratema. Eda huko. Utakuta gari inaguruma. Alafu utakuta kuna goggles zimewekelewa hapo. Unaambiwa vaa goggles. Alafu ukitoa anakuambia urudishe. Na sasa, simu na simu unatumia simu iko na line lakini huwezi save namba zingine. Iko na line na huwezi kusave namba zingine, na nikamulika mwizi. Uko na simu lakini you can never save any other number. Nikamulika mwizi. Hallelujah. Alafu sasa ukifika hapo hata ukienda na gari gari unasikia nyuma si nzito. Iko na nini sasa hiyo? Iko na watoto. Wako hai ama wamekufa? Wako hai. Wamekuwa kareka kitu ka mdomo. Kenye watoto wanaekangwa. Kanakaa kama mnyonyi. Mnyonyi. Alafu sasa mahali watoto wamewekwa imekaviwa mzuri, na unaona hizi vitu ukinunua kitu kaa ufa kuna vitu za white wanga zinawekwa huku. Sasa amewekewa huku, alafu inaitwa nursery. Inaitwa nursery. Hiyo gari ukipeleka anakuambia uipeleke Eldoret. Anakuambia uiweke kwa petrol station fulani. Ukiweka unakuja na yenye utapata hapo ingine. Na hakuna kutoa goggles. Hizo unatoa goggles unaacha hapo. Ukiingia kwa gari hiyo ingine unakuta bado kuna goggles za kuvaa. Now you see, it is a powerful network with the powerful gadgets of operation. That is what I'm telling you about the altars. That's how powerful they are. Hujui kule watoto wamepelekwa. Wewe ni kudrive, gari umekuta inaguruma. Ukifika huko uweke kwa petrol station, wewe utoke, utakuta gari ingine wewe ikia rudi. Kule hiyo ingine itaenda, it is not your business. Na ukitoa goggles kidogo, anakuambia rudisha. Meaning, anakumonitor. Hallelujah. That is what we call the altars here. You can pray and fast over certain issues, but still nothing will happen. It doesn't matter how best you know how to pray, how powerful you are in prayer. I am in an intercessor. Mimi ni muombezi. Mimi ni kufanya hivi. You can pray and pray and pray and nothing will happen. And that is what has caused you to be moving from one church to another church, because you don't understand. An altar is not about prayers. An altar is about understanding the mysteries and the intrigues of prayer, of the altar itself. With the moment you understand what you are fighting about, the moment you are fighting, you understand what kind of a demon, what kind of an altar that is
you are fighting, that is the day you will be able to fight this demon. That is the day you'll be able to conquer, not moving from one church to another church. It is sitting down and be taught the word of God. Because through the word of God, you'll be able to understand what kind of an authority that is over you. Because this is a place where demons are authorized. This is a place where demons are commanded. This is a place where demons are sent. You can operate you while you are here, lakini uko Switzerland and they are operating you there. You can be in Kenya, lakini bado wana cooperate ukiwa America. Distance for them is not a barrier. It is like the Holy Spirit. Distance is not a barrier. Distance is something that is just like a flash. When you unapiga simu America na munaongea, that's the same way the demons would operate. That's the same way altars would operate. Does not mean that ulikosa hapa ulikuwa ni maskini Kenya, ufikiria ukienda America utata. Hakuna. If you are operating under a certain altar, hata uhame uende nchi gani, the altar will still move with you. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important before you start any serious moves. Understand, before even you travel to the United Nations or United UK or you go to Australia, when you unaenda for green pastures, before you go for green pastures, ask yourself, is the pasture in Kenya blue? Bwana Yesu asifiwe sana. Before you go to America because hapa kumekauka. Ebu jiulize, green pastures ziko America. Is the Kenya green pasture blue pastures? Is it white pastures? No. If dunia imekukataa, kuna madhabahu inazungumuza kwa maisha yako. Kuna nguvu fulani inakuzuia. That is why you are not getting it. Because in the book of Genesis, the Bible says, God created man in his own image and he blessed this man. And he told this man to subdue and dominate. If you are not able to subdue and dominate, what do you think America itaenda kukubali? America kuna the forefathers, the people who founded America. They founded America in an altar. America is founded kwa madhabahu ya mababa waliofika America siku ya kwanza. They lifted a banner, they lifted an altar, and they told this altar that our children will benefit from this altar only. So ukienda kule lazima ukue mtumwa. Na ndio naona ukienda huko, mimi nilienda huko nikaambiwa lazima nirudi class 7 years. Huko nimesoma 14 years university. Tena huko nienda nikaambiwa 7 years nikasome tena masomo yangu ni bure. Nikawasema hapana, it cannot be able to happen that way. I came back and when I was going there nilikuwa rich nikitoka hapa. So the altar huko ikasema, what are you coming to do here? Yet ukule kwa nyumbani huko sawa. It returned me Kenya. Nilirudi hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a place of authorization. Anything that you need to have in life, it must be authorized. There are 3 types of altars. That is where I want to concentrate most on it, because that is where we have the big issue. The altar that is so powerful, it is the altar of sin and iniquity. Those are what we call, before we get to the altar of sin and iniquity, let's first look at the kind of altars that we have. There are 3 kind of altars. That's personal sin, personal altar that is controls and brings personal sin. Hiyo ndio inatutawala zaidi. Number 2 altar is territorial altar, and number 3 it's bloodline altar. We'll be discussing all of them the way they are. We start by personal, we go to the territory, we go to the bloodline. And from there now we understand the altar, we are discussing now the altar of sin. I want to take you slowly so that you can be able to understand. I want to do a lot of preaching. The altar of sin and iniquity, we found it in the book of Judges 6, verse 1. It says, and the children of Israel did that which was evil in the eyes of God. The children of Israel did evil in the eyes of God. That is the sin of iniquity. The sin of what? Of iniquity. And this sin, that's the altar of the sin and the iniquity. Then when they did it,
The punishment did not come only to one person. The punishment was the entire clan, entire tribe. All of them, they suffered. Wote waliteseka, waliumia, waliachiliwa wa Midiani. When you have this sin and iniquity, the people, the things that will come into your life, it is the spirit of ya Wamidiani. The spirit ya Wamidiani ni ile unafanya kazi, unafanya kila kitu, lakini wakati wa kuvuna, watu wengine wanakuja wanakula. You work very hard, only this to be taken away from you. They worked day and night. Wana wa Israeli walifanya kazi, wakafanya, wakahangaika. They were working every time. They were doing everything possible because they are a blessed nation. But there is something that was following them. The sin and the iniquity. Whatever David did, it reflected in his own sons. Bwana sifiwe sana. So what we do, it will come to happen into us. So most of you, the challenges you are facing, most of you, the difficulties of life you are facing, it is because your mother, your brother, your sister, your father, your grandfather, your great-grandfather, wako walifanya kuna mambo, walikuwa waganga, walikuwa waizi, walitoa mamimba, walifanya, kuna vitu walifanya, zikamkasirisha Mungu. Ndio unaulizanga, nimetoa sadaka, nimefanya, nimeenda maombi, nimeenda katoroni, nimeenda Heaven's Gate, mhubiri fulani akakuja, wakasema toa begu, nikatoa. Kanyari akakuja, akanitisha diriteni, nikatoa. Huyu mwingine akakuja, akanitisha hii, nikatoa. Huyu mwingine akakuja, akaniwekelea mguu na magoro. Mwingine akaniuzia maji, mwingine akaniuzia stika, mwingine akaniuzia mafuta, but nothing is happening. The same problem is there because you don't understand what kind of a demon you are dealing with. Because you don't understand what kind of an altar that is operating in you. The day you understand this is the disease, when you go to a doctor, atakupima pressure na akupima nini gini, mudhima yake. Ukigia tu hapo ni pressure, unawekwa hapa na joto. Alafu unaambiwa nenda, unaandikiwa karatasi, unaambiwa nenda kwa daktari specialist ama nani, mtakate. Ukitoka kupimwa na nasi, unatumwa kwa nani? Kwa daktari. Daktari na yeye anakupima, anakuuliza maswali, alafu anakuambia nenda laboratory, ameandika. Anakuandikia karatasi nenda laboratory because they want to be specific. For you to understand the demon that is operating in your life, you must be specific. What are you fighting? You can't generalize the power of demons. You can't generalize this battle, spiritual battle, because ati kunaona ni kama kuna mtu alikuwa ananiambia